Ufunuo wa Yohana 17 kuanzia mstari wa kwanza. Neno la Mungu linasema hivi: akaja mmoja wa wale malaika 7 wenye vile vitasa 7, akanena nami akisema, njoo huku nitakuonyesha hukumu ya yule kahaba mkuu aketie juu ya maji mengi, na ambaye wafalme wa nchi wamezini naye, nao wakao katika nchi wamelevya kwa mvinyo wa uasherati wake. Akanichukua katika roho hata jangwani, nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana, mwenye kujaa majina ya makufuru, mwenye vichwa 7 na pembe 10. Na mwanamke yule alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarau na nyekundu, amepambwa kwa dhahabu na kito cha thamani na lulu, naye alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake, kilichojawa na machukizo na machafu ya uasherati wake. Na katika kipaji cha uso wake alikuwa na jina limeandikwa la siri, Babeli mkuu, mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Unaona hii roho, hii spirit inaitwa Babeli mkuu, mama wa makahaba na machukizo, abominations of the earth. Nikamuona yule mwanamke amelewa kwa damu ya watakatifu na kwa damu ya mashahidi wa Yesu, nami nilipomuona nikastaajabu ajabu kuu. Ukisoma hapo chini, ukiendelea, utagundua kwamba hiyo picha ya huyo mwanamke ambaye ni mama wa machukizo alikuwa anawakilisha utawala uliokuwepo wa Kibabeli. Na utawala wa Kibabeli ni utawala ambao uko kama sasa hivi duniani. Unavyosikia huko Marekani, unavyosikia huko Dubai, unavyosikia huko Paris, sehemu ambazo watu wanafanya starehe na biashara, unavyosikia New York, Las Vegas. Kwa hiyo haya ni maeneo ambayo ni kitovu, center ya hivi vitu ambavyo vipo, na ndizo sehemu ambazo zinatawala dunia kiuchumi, zina influence mataifa. Lakini kwa siri, hawa watu wanaofanya hivi vitu, mnawaona ambao wako popular, viongozi, celebrities, billionaires, watu ambao wamekuwa successful kwenye some careers, wengi wako kwenye maagano ya siri, maagano ya madhabahu za giza. Wanamuabudu huyu anayeitwa mama wa makahaba, Babeli mkuu na machukizo ya nchi. Kwa hiyo unavyoona immorality, kuvunjika kwa maadili, unaona sasa hivi mabongo flavor watu wanaimba matusi tu, watu hawavai nguo, wanakaa uchi na nini, starehe za kila namna. Chimbuko lake ni huyu mama wa makahaba, ambayo wakati mwingine anaitwa Jezebel, spirit ya Jezebel. Kwa hiyo ndio imechochea watu kuondoka kwenye yale maadili tuliokuwa nayo mwanzo. Na kati ya kitu ambacho kimefanyika kipindi hiki, vijana wengi wamekamatwa na hilo. Vijana wengi. Sasa ukisoma mstari wa 18, mlango wa 18, sasa ndio utaelewa vizuri. Nitaanzia mstari wa ngapi? Mlango wa 18, nianzie mstari wa ngapi jamani hapa? Nianzie mstari wa kwanza. Mlango wa 18. Unasema hivi: baada ya hayo naliona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni, mwenye mamlaka kuu, na nchi ikaangazwa kwa utukufu wake. Akalia kwa sauti kuu akisema, umeanguka, umeanguka Babeli ule mkuu, umekuwa maskani ya mashetani na ngome ya kila roho mchafu na ngome ya kila ndege mchafu mwenye kuchukiza. Kwa kuwa mataifa yote wamekunywa mvinyo ya ghadhabu ya uasherati wake, na wafalme wa nchi wamezini naye,
na wafanyabiashara wa nchi wamepata mali kwa nguvu za kiburi chake. Nataka uone influence na nguvu au network ya hii madhabahu ya Jezebel. Sasa hivi watu wanaita ni Freemason, watu wanaita ni Illuminati. Ndio unasikia kwa kina P Diddy, wakina Jay-Z, wakina Kenya West. Yaani watu wote ambao mnaona ni popular wamejiconnect huko, wanasiasa wamejiconnect huko. Ni madhabahu kubwa ambayo imewafanikisha wafanya biashara. Ni madhabahu kubwa ambayo imewafanikisha wanasiasa. Ni madhabahu kubwa ambayo imewafanikisha watu ambao wako kwenye industry mbalimbali. Na wameandikwa hapa. Kwa hiyo sifa yake kuu uasherati, zinaa. Yaani ndo maana sasa hivi ukisikiliza masuala ya bongo flavor sijui na celebrities huko, mara mtu alikuwa leo ameachana yuko na fulani, ameachana yuko na fulani, kesho yuko na fulani. Kitu ambacho sisi, labda nyie sasa sijui miaka yenu, sisi ukishaingia kwenye ndoa kuachana na mtu ni it's very hard. Sio kitu simple kama watu wanavyofanya. Ile wana promote, wana brainwash generation kwamba leo unaweza ukawa na mwanaume huyu, kesho ukawa na mwingine, kesho ukawa na mwingine, na sio shida. Alafu kitu cha kibaya anachokifanya, yani mwanamke anatembea na mwanaume huyu na wote wako kwenye seko moja tu. Yani anamaka mwanaume huyu, kesho yuko na huyu hapa, kesho yuko na huyu. Na huyu kabisa anajua mwanamke ametoka kwangu ameenda kwa fulani. Ametoka kwa fulani ameenda kwa fulani. Yani ni spirit ambayo inachafua, inaua maadili. Na imewafanikisha watu na kuwapa umaarufu kwa ajili kuna kitu wanaharibu kwenye mentality za kwetu. Kwa hiyo utaona hii madhabahu anasema hivi, akalia kwa sauti kuu akisema, umeanguka Babeli mkuu, ulikuwa maskani ya mashetani na ngome ya kila roho mchafu na ngome ya kila ndege mchafu mwenye kuchukiza. Kwa kuwa mataifa yote wamekunywa mvinyo wa ghadhabu ya uasherati wake, na wafalme wa nchi wamezini naye, na wafanyabiashara wa nchi wamepata mali kwa nguvu za kiburi chake. Kwa hiyo zinaa, hii zinaa iko katika aina mbili. Ni zinaa ya kimwili na ya kiroho, kuabudu miungu mingine, kuabudu fedha, kuabudu vyeo. Kuabudu miungu mingine sio lazima ukafanye maibada huko sijui wapi, ingawa anafanya sana. Lakini vile vile unakuta mtu anaabudu pesa, anaabudu cheo. Yani ataua kwa ajili ya cheo, ataua kwa ajili ya pesa. Atamfanyia mtu kitu kibaya kwa ajili ya kitu ambacho anakiona ndio bora kuliko kitu kingine, au kwa ajili ya fame, au kwa ajili ya mafanikio. Kwa hiyo hii ni nguvu ya hii madhabahu, lakini karakta yake kubwa zinaa. Mstari wa ngapi? Mstari wa 3 tulikuwa ambao anasema, na wafanyabiashara wa nchi wamepata mali kwa nguvu za kiburi chake. Mstari wa 4 sasa, kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake, wala msipokee mapigo yake. Kwa hiyo Mungu anasema kuna watu wangu, watoto wangu wa kike na wa kiume walioko duniani ambao wako chini ya hii madhabahu, wako ndani ya hii ngome ya huyu Babeli, mama mkuu wa makahaba. Anasema kabisa katika Ufunuo 18 mstari wa 4, tokeni kwake enyi watu wangu. Hawa ni watu wanaomjua Mungu, watu waliokoka, lakini bado wako kwenye hiyo madhabahu. Kwa sababu katika Agano Jipya watu wa Mungu ni wale waliomkiri Kristo, au wengine Mungu hawajui, sio wa kwake. Watu wake ni wale waliomkiri Kristo. Kwa hiyo anasema, nyie watu wangu, tokeni kwake, msishiriki dhambi zake, wala msipokee mapigo yake. Ndio maana kwenye Agano Jipya bado Mungu anasema msizini, msiibe, msitukane. Na amewaambia watu gani? Wale waliokoka. Kwa sababu inawezekana kabisa wewe unamjua Mungu lakini bado ukawa chini ya hii madhabahu.
Nilikusomea jana wa Kolosai, nikakuonyesha jinsi Mungu anavyokemea, anasema msifanye hiki, acheni hiki, vua uasherati, kataa uasherati, wa Kolosai 3. Na anawaambia watu wake, ikiwa mmemkiri Kristo na mmezikwa na mmemfufuliwa naye, tafuteni alipo juu, uvueni mwenendo wa kale, vueni uasherati, vueni zina, vueni uongo, vueni tamaa. Anawaelezea, anawaambia watu wake. Kwa hiyo hawa watu wa Mungu katika hichi kitabu cha Ufunuo Yohana 18 kinasema kuna watu wa Mungu ambao wako chini ya hiyo madhabahu, na anawaambia watoke kwanza, wasishiriki dhambi na wasipokee mapigo yake. Nataka tuendelee kusoma, kuna vitu vitakujenga huku mbele, vitakupa ufahamu zaidi. Kwa maana, mstari wa 5, kwa maana dhambi zake zimefika hata mbinguni, na Mungu amekumbuka maovu yake. Mlipeni kama yeye alivyolipa, mkamlipe mara 2 kwa kadri ya matendo yake. Katika kikombe kile alichokichanganyisha, mchanganyisheni maradufu. Nimekuambia habari ya ngapi? Habari ya Ufunuo 5 mstari wa 9 na wa 10, about payment to redeem, iliyotolewa na Kristo. Hapa you must pay back. What are you paying back? Unalipa nini ili uweze kuwa huru, ili utoke kwenye hiyo ngome? Unalipa damu ya Yesu. Na unavyolipa damu ya Yesu kwenye hii ngome, unavyofunga macho yako, unaomba, unasema, Yesu, na iachilia damu ya Yesu ikawe fidia, na mlipa yule Yezebeli mama makahaba fidia ya nafsi yangu. Hii damu inavyoenda kule, haiendi kama kitu anachokienjoy. Inaenda kufanya distraction, inaenda kuharibu vile vifungo, inaenda kuharibu ile minyororo. Kwa hiyo unakuta hii madhabahu ya Yezebel inachofanya ikisha kukamata. Hapa nazungumzia mstari wa 6, anasema katika kikombe kile alichochanganyisha, mchanganyisheni maradufu. Ukisoma mlango wa 17 ndio utajua kuna kikombe alikuwa nacho kimejaa machafu. Alikuwa na kikombe mkononi mwake, si tulisoma pale, kilichojaa machukizo. Ni Ufunuo Yohana 17 mstari wa 4. Maana yake, unajua kazi ya kile kikombe ni nini? Ukisoma Hesabu 25, Hesabu 25 inasema hivi: basi Israeli akakaa Shitimu, kisha watu wakaanza kuzini pamoja na wanawake wa Moabu, kwa kuwa waliwaalika hawa watu waende sadakani, sadaka walizowachinjia miungu yao. Watu wakala chakula, wakaisujudu hiyo miungu yao. Ikawa Israeli kujiungamanisha na Baal Peori, hasira za Bwana zikawaka juu ya Israeli. Unajua kilichotokea hapa ni nini? Anasema basi Israeli akakaa Shitimu, kisha watu wakaanza kuzini pamoja na wanawake wa Moabu, kwa kuwa waliwaalika hao watu waende sadakani, sadaka walizowachinjia miungu yao. Watu wakala chakula, wakaisujudu hiyo miungu. Maana yake ni nini hivi? Hao wa Moabu walifanya sherehe, wakawaandalia chakula na vinywaji. Waisraeli wakati wanaenda kwenye hii sherehe hawakuwa wazinzi, kwa sababu hapa inafungua kwa kusema mstari wa 1, kisha watu wakaanza kuzini pamoja na wanawake wa Moabu. Hawa Waisraeli walikuwa sio wazinzi, walikuwa sio waabudu sanamu, lakini kwenye chakula walichokula kutoka kwa Moabu kilikuwa kimefanyiwa ibada, kimevuviwa maroho. Kile chakula walichokula, vile vinywaji walivyokula vilikuwa vimevuviwa maroho. Kwa hiyo walivyokaa kwenye ile sherehe, wakala vile vyakula na kunywa vile vinywaji, walikula ile roho ya zinaa. Yani ile roho walitake in, walikula ile roho, ikaingia ndani yao. Ilivyoingia ndani yao, ndio walivyomaliza kula vile vyakula, wakaanza kuzini na kuabudu miungu. Huyu mwanamke wa Ufunuo 17 mstari wa 4
ana kikombe cha dhahabu mkononi mwake kilichojawa machukizo na machafu ya uasherati wake. Ukinywea kutoka kwenye kile kikombe, umenywea hii roho ya uasherati, roho ya zinaa, roho, yani inategemea ni roho gani uchafu wanaotaka kukulisha. Ukila, umekula ile roho. Kwa hiyo unaweza ukawa ni mtu wa Mungu ambao uko safi kabisa kama Waisraeli. Unaenda kwa mtu, anakukaribisha kitu ule, kumbe ni memba wa hii madhabahu. Unavyokula vile vitu, unashangaa kuna roho zinaingia ndani yako. Haukuwa mzinzi, unaanza kuwa mzinzi. Haukuwa na tabia fulani, unaanza kuwa nayo. Haukuwa na roho fulani, mara imekuvaa. Kwa sababu alishafanya ibada kwenye kile chakula. Na hata wanawake wanategwa hivyo sana. Mtu anakualika, anamwalika mwanamke kwenye geto, kwenye nyumba yake, anamwambia kunywa kitu fulani. Alishafanya maagano, alishafanya manuizo. Unashangaa from there, hata kama ni mtu ulikuwa mkubali, unamkubali, mnaishia kwenye mahusiano au mnaishia kwenye zinaa. Ni kwa sababu amekulisha kitu. Watu siku hizi wanaenda kwa waganga ili wapate watu. Anavyoenda kwa mganga ili ampate mtu, mganga anamfanyia ibada, anambia chukua hichi kitu, hakikisha amekunywa. Chukua hii dawa, weka kwenye maji, weka kwenye soda, weka kwenye nini, mpe. Au paka tu kwa nje, akinywa hii soda tayari kuna kitu kitafanyika. Hii ni mbinu ambayo hata huyu mama wa makahaba anatumia. Hii ni katika levo ya kawaida. Levo ile ya juu, wakikutanaga wa mafrimason kwenye ibada zao, wakikutana hawa mailluminati ambao sasa tunasema ni wao wakuu wa nchi, wafanyabiashara, wanavyokutanaga wanakunywa damu za watu. Ni kikombe cha huyu mama wa makahaba. Mmeshasikia mara nyingi tu watu wanasema wanakunywa damu za watu. Wanakunywa zile damu za watu, ni machukizo, wanakunywa ni machafu, ni uasherati wa yule mwanamke mchawi anaitwa Jezebel. Lakini vile vile kwenye hicho kikombe kuna vitu mbalimbali wanachanganya kule kwenye hivyo vikombe, vitu vichafu kabisa, kusudi wanakunywesha ile roho. Ni ibada zinafanyika, mbegu za wanaume zinachanganywa kule, watu wanakunywa, wananyweshwa hizo roho. Mwanamke anaitwa nani? Anaitwa mama wa makahaba. Ana kikombe, anakunywesha machafu na machukizo ya nchi. Kwa hiyo mlango wa 18 Mungu anasema tokeni kwake enyi watu wangu. Inamaanisha kwa namna moja ama nyingine umeingia, labda ulishiriki hivi vitu, ulifanya, ulilishwa kama wana wa Israeli walivyolishwa, walivyokaa Shitimu, wakakaribishwa kwenye sheria na Wamoabu, wakala vile vitu. Kumbe wamekuwa connected na madhabahu ya huyu anaitwa mama wa makahaba. Kwa hiyo anavyosema mchanganyishieni katika kikombe kile alichokichanganyisha, mchanganyishieni maradufu. Maana yake unachanganya damu ya Yesu kufuta ibada yoyote ya kitu ambacho ulikula ukanyweshwa, aidha kwa kujua ama kutokujua, lakini ilikuwa ni ibada ya huyu mama. Hata kwenye vitu vya kiasili kule nyumbani wanafanya matambiko. Yale matambiko au ibada wanazozifanya wanazinuiza. Wewe unaenda unakula vile vyakula, umekula au umekunywa kutoka kwenye kikombe cha huyu mama. Kwa sababu ni mataifa yote wako connected, ni madhabahu moja inayotawala dunia nzima. Ina network kila mahali, mpaka kule kijijini. Umeelewa vizuri? Mpaka kule kijijini. Na ile Naumu 4 niliyokusomea, Naumu 4:3, yule mama mchawi anauzaye mataifa. Ndani ya hii madhabahu ni network ya kuuza destiny na nyota za watu. Ukishajiconnect tu, yule mchawi anatoa taarifa huko juu. Huko kijijini kuna kabinti nimekapata kana nyota kubwa ya uongozi au ya utajiri. Sasa kuna watu wanaohitaji huo utajiri, wako tayari kufanya ibada za hizi netoga sacrifice, wako tayari kutoa watoto wao, wako tayari kuua wake zao, mama zao, baba zao ili wapate utajiri. Wanafanya zile ibada, unanyang'anywa kile kitu, kinapelekwa kwao kwa sababu ulishakiuza, ulishakuwa connected kwenye ile network.
Sasa Mungu anasema katika kitabu cha Ufunuo 18, tokeni kwake enyi watu wangu, wala msizishiriki dhambi zake wala mapigo yake. Mlipeni kama yeye alivyolipa, mkamlipe mara 2 kwa kadri ya matendo yake. Katika kikombe kile alichokichanganyisha, mchanganyishieni maradufu. Kwa kadiri alivyojitukuza na kufanya anasa, mpeni maumivu na huzuni kadiri hiyo hiyo. Kwa kuwa usema moyoni mwake, nimeketi malkia, wala si mjane, wala sitaona huzuni kamwe. Kwa sababu hiyo mapigo yake yatakuja katika siku moja. Ni mstari wa 8 huo. Mauti na huzuni na njaa, naye atateketezwa kabisa kwa moto, kwa maana Bwana Mungu aliyemhukumu ni mwenye nguvu. Kwa hiyo Mungu anasema kuna hukumu, na hii hukumu tayari ilishatamkwa. Ni wewe unatakiwa uiachilie juu ya hiyo madhabahu. Mungu anasema ni wewe, mlipeni ninyi kwa kadri alivyojitukuza, mstari wa 7, na kufanya anasa, mpeni maumivu. Kwa hiyo tunavyofanya maombi kuteketeza hii madhabahu, kujitenga nayo, sisi ndo tumepewa mamlaka na Mungu ya kuiharibu hii madhabahu. Lakini kabla hujafika hapo, mstari wa 4 amesema tokeni kwake enyi watu wangu. You must disconnect yourself first. Kabla haujaenda mstari wa 6 kumlipa maumivu, kumchanganyishia kwenye kikombe, you must disconnect yourself first. Kwa sababu hii madhabahu inakushawishi, unajiconnect nayo, unaingia kwenye agano la zinaa, unaingia kwenye agano la tamaa, unaingia kwenye agano fulani la kiasili kule nyumbani. Cha kwanza lazima ujidisconnect kabla hujaingia kwenye hii hatua ya pili ya kufanya vita na hii madhabahu. Alafu anaendelea mstari wa 9. Mstari wa 8 anamalizia kwa kusema, kwa maana Bwana Mungu aliyemhukumu ni mwenye nguvu. Bwana Mungu aliyemhukumu ni past tense. Hukumu ya hii madhabahu ilishatolewa Yesu alivyokufa pale msalabani. Sisi tunaitekeleza ile hukumu, tunaiangusha, tunaivunja. Lakini kitu cha kwanza ninachokuambia, you must disconnect yourself. Unajidisconnect kwanza, alafu ndio unakuja kwenye kuiangusha hii madhabahu. Sasa kuanzia mstari wa 9 unasema hivi, na hawa wafalme wa nchi waliozini naye na kufanya anasa pamoja naye watalia na kumwombolezea, wauonapo moshi wa kuungua kwake, wakisimama mbali kwa hofu ya maumivu yake, wakisema, ole ole mji ule mkuu Babeli, mji ule ulio na nguvu, kwa kuwa katika saa moja hukumu yako imekuja. Na wafanyabiashara wa nchi walia na kumwombolezea, kwa sababu hapana mtu anunuaye bidhaa yao tena. Kwa hiyo hawa wafanyabiashara walikuwa wanauza kwa sababu wako connected kwenye hii madhabahu ya Babeli, mama wa makahaba. Ndio maana unaona, yani wewe mwanamke wa kawaida, mfanyabiashara anakupenda tu ghafla, anakutaka ili azini na wewe. Na ukiona hii madhabahu inazungumzia zinaa kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kumbe anavyofanya hivyo, anachukua ile madhabahu, inanyonya nguvu yako, inamfaidisha huyu mtu. Inanyonya akili yako, inamfaidisha huyu mtu. Anaweza akawa ni mwanaume, anamtafuta tu kijana mdogo wa kike ambaye bado hajajitambua vizuri, lakini ndani yake Mungu alishawekeza kitu kikubwa sana. Au unaweza kuta tu wewe uko na mtu ambaye yuko kwenye madhabahu, wewe hujui. Sio lazima awe yuko successful, anaweza kuwa ni mwenzako wa kawaida, lakini tayari uko kwenye hii madhabahu. Anavyozini na wewe, yeye anaongezeka, wewe mambo yako yanaharibika. Au unaweza kuta yeye ajui, na yeye ni mfanyabiashara, ni wakala. Hii madhabahu inakuwaga ina watu tunaitaga ni mawakala. Kuna watu wako hivi. Kwanza, ngoja nikupe aina za watu wanaofanya kazi kwenye madhabahu. Kuna wale wakuu kabisa, ambao ni wale top. Watu ambao wamefanikiwa sana, wana nafasi kubwa kwenye jamii, kwenye nchi, kwenye biashara. Watu wakubwa wamefanikishwa sana na hii madhabahu. Wale wako kule juu.
Hii madhabahu imewainua kwa makusudi. Hawa watu wa huku chini wadogo wadogo wote, nguvu inanyonywa kwao, inapelekwa kwa yule wa juu. Hapa katikati kuna watu tunawaita ni mawakala. Mawakala wako wa aina mbili. Wako mawakala ambao ni watendakazi wa ile madhabahu, wanajua wanachokifanya ni nini, ni wachawi. Hawa wanaenda wanafanya hizo ibada ili kuteka nafsi za watu na kuzipeleka kwenye ile madhabahu, ambao nimekusomea Naumu 4. Yule bibi mchawi anayeuza mataifa, anauza nafsi za watu. Kwa hiyo huyu anachokifanya, anakuwa ni mchawi. Ukija kwake unakuja kuaguliwa ili upone, ili ufaulu, sijui shuleni, ili sijui biashara yako ifanye kazi, ili sijui upate mtu wa kukuoa. Yeye anajua anachokifanya. Anachukua nafsi yako, nyota yako, kibali chako, anajua anapokipeleka ni wapi. Hawa ni mawakala wa aina ya kwanza. Mawakala wa aina ya pili ni mawakala ambao ni watu wapo, wanafanya kazi, wana faida wanaipata kwenye ile madhabahu. Ndio unakuta watu wengine ni watu wa kawaida, au vile vile wanaweza kuwa ni watu wakubwa tu, wamefanikiwa, labda ni kwenye uchumi, ni kwenye siasa, ni kwenye biashara, ni kwenye karia mbalimbali kama uimbaji au kama kitu fulani. Yule anakuwa iko hivi, amefanyiwa mazindiko. Anakuja kama ni mwanaume, anazini na mwanamke. Akizini na huyu mwanamke, anapandikiza roho ndani yake ya kufisha. Hii roho akisha zini na huyu mwanamke, unaona kwa nini hawa wasanii unakuta leo yuko na mwanamke anakaa naye kidogo anamwacha. Alafu ghafla unakuta watu wanamrukia yule mwanamke, wanamtaka. Ni kwa sababu anapandikiza kitu ndani yake. Yule mwanamke akiondoka kwake, anavyoenda anazini na mwanaume mwingine, kitu kilichoko ndani ya yule mwanaume kinanyonywa, kinaenda kwa yule mtu wa kwanza. Anaondoka hivyo hivyo, anaenda kwa mwanaume mwingine, akizini naye, kitu cha yule mwanaume kinanyonywa, kinaenda kwa mwanaume yule wa kwanza. Kwa hiyo huyu anakuwa ni agent, anafisha watu, anafyonza vitu kwa watu, huyu mwanamke. Kwa hiyo huyu anavyokuja, yeye anafanyiwa ibada, mazindiko, kwamba ukienda ukilala na huyu mwanamke, na yeye kuna maroho tutamvalisha. Akitoka kwako, yoyote atakayezini naye, wewe unapata faida. Kwa hiyo mwanamke atakuwa hajijui, anashangaa tu, huyu mtu amempenda, amezini naye, au amekuwa kwenye mahusiano naye, wana date, wanafanya nini, kumbe amepandikiza kitu. Kwa hiyo mwanamke anapotoka pale, anashangaa maisha yake yamebadilika, anakuwa na hiyo roho ya zinaa, anazini na watu mbalimbali. Anavozini nao, hii madhabahu inachukua zile nguvu, inapeleka kwa yule mtu wa kwanza kule juu. Yeye anafanikiwa tu. Huyu mwanamke atahangaika leo huku kule, kesho kule, hiyo roho inamsumbua kweli. Na yule ambaye ameshazini na huyu mwanamke, naye akienda kizini na mtu mwingine hivyo hivyo. Yani wote kuna namna inafyonza vitu, inapeleka kwenye madhabahu ya juu kule. Kama ni mwanaume hivyo hivyo, unakuta kuna mwanamke amefanyiwa ibada, amezindikwa kwenye hizi madhabahu za huyu mwanamke, mama wa makahaba. Akitoka pale, anaenda anazini na mwanaume. Akisha zini na huyu mwanaume, kitu kilichoko ndani yule mwanaume kinafyonzwa na huyu mwanamke. Hasa huyu mwanaume na yeye akiondoka, ataenda kuzini na wanawake mbalimbali. Vilivyoko ndani yao vyote mnaunganishwa kwenye the same network, vinanyonywa, vinaenda kwa yule wa kule juu. Umeona network ilivyo? Mama wa makahaba. Kwa hiyo mstari wa 11 inasema, nao wafanyabiashara wa nchi walia na kumwombolezea, kwa sababu hapana mtu anunuaye bidhaa yao tena. Kwa kumbe Mungu alivyoangusha ile madhabahu kuu ambao hawa watu wote wanaitegemea, wanaomboleza kwa sababu hawawezi kufanya biashara tena. Ile nguvu yao ya kiuchumi inakuwa imekufa, kwa sababu inatoka kwenye madhabahu ya huyu mama wa makahaba, Babeli mkuu. Hawa ni wafanyabiashara. Mstari wa 11,
Sasa angalia biashara za hawa watu, jinsi network ya huyu mama ilivyo kubwa duniani. Anasema hivi, hizi bidhaa sasa zinasemwa. Bidhaa ya dhahabu, watu wa madini na fedha, forex, watu wenye wanaodili na forex, bank. Hiyo ni bidhaa ya fedha, benki wanadili na fedha. Hizi exchange mnahitaji hizi za kubadilisha fedha kwenda dola kuja kwenye shillings na bureau change. Watu walioko kule, watu wanaodili na masuala ya stocks na nini, wote. Kwa kuna bidhaa ya dhahabu, bidhaa na fedha na kito chenye thamani. Watu wanauza bidhaa, vitu vya thamani, diamonds nini, na lulu na kitani nzuri, biashara ya nguo, wapo kila mahali. Fashion, tunavodili na fashion, mnaita nini hizi brandi, VL, Voto sijui nini, Louis sijui brandi kubwa kubwa. Hii nyingine mnahitaji hizi brandi kubwa hizi mnazosema wakina Nike, wakina Adidas, wakina nani. Ni brandi kama hizo wako kwa huyu mama. Gucci, kitani kizuri, na nguo ya rangi ya zambarau na hariri na nguo nyekundu na kila mti wa uudi. Tunazungumzia perfume. Wanauza perfume na kila chombo cha pembe. Mnahitaji hizi siku hizi decor sijui vitu gani. Na kila chombo cha mti wa thamani nyingi na cha shaba na cha chuma na marimari. Na mdalasini, mpaka unakuja kwenye spices na iliki. Watu wanafanya biashara ya kuuza vyakula, spices, sijui vitu gani hivi wanauza. Watu wote wako kwenye hii network. Na uvumba na marham na ubani na mvinyo, watu wanauza vinywaji. Mnahitaji hizi sijui liquors store, watu wanauza vinywaji. Na mafuta ya mzeituni mafuta ya kupikia hayo, na unga mzuri, biashara ya chakula. Nilikwambia hii network ni kubwa. Wafanya biashara, watu wote wako kwenye network ya huyu anaitwa mama wa makahaba. Ana agents everywhere. Mpaka watu wanauza unga. Na unga mzuri, mstari wa 13 huo, na ngano na ng'ombe, watu wanauza ng'ombe. Na kondoo, ufugaji, na farasi, wanauza ng'ombe, wanaofuga mpaka huko kijijini Usukumani wapo. Wafugaji wa ng'ombe wakubwa wapo. Kwa Wamasai wapo. Network ya huyu mama. Kwa hiyo sio kafikiria kwamba eti labda ni mjini tu kwa masuperstar tunaona kwenye screen. Wapo mpaka watu wanaofuga ng'ombe kule kijijini. Wapo. Na kondoo, na farasi, na magari. Wanauza magari. Alafu wanamalizia na kitu kimoja cha muhimu ambacho nilikuwa nataka ukione. Na biashara ya miili na roho za wanadamu. Miili na roho za wanadamu. Hii wengine wanaita human trafficking. Ni business. Ukiachana na drugs na nini. Na madrugs wako. Kwenye hivi vitu kuna vitu hapo vinavyomaanisha drugs. Watu wanamaanisha ni human trafficking, lakini no. Watu wengine wanafikiri vile vile ni biashara ya makahaba. Ndiyo. Biashara ya human trafficking inaingia hapa. Makahaba inaingia hapa. Uuzaji wa miili. Any form of selling of your body. Network ya huyu mama. Sasa kuna kitu kingine cha ziada, na roho za wanadamu. Kwa hiyo hii biashara inafanyika hadi ya roho yako inauzwa. Ndio Naumu 3 inasema yule mama auzae mataifa. Na maana nakwambia destiny yako inaweza ikauzwa. Ni kitu ambacho kiko kwenye roho yako. Kinachukuliwa, kinauzwa. Future yako ni kitu ambacho hatukioni kwa macho. Kiko kwenye roho yako. Kinachukuliwa, kinauzwa. Na roho yako kabisa unaweza ukatekwa, ukauzwa kule. Mimi nilikuwa namuombea mtu, yani yeye hanaga ufahamu wake, hajijuagi yani yeye yuko wapi, yani anakataga network hata siku 3 siku 4 hajijui yuko wapi. Wakati namuombea huyu, ni bibi yake alimuuza, alimuingiza kwenye madhabahu ya kichawi.
Kuna mganga alikuwa anataka agent wa kwenda kufanya vitu vyake, kuua watu, kufanya hayo manini, kuharibu. Huyu mtu anatumika kwa ajili ya hiyo kazi. Kwa hiyo ana rafiki yake. Huyu anakuja kwako kama mfanyakazi wa ndani. Na incident moja iliyotokea kwa huyu, alikuwa iko yeye, wana ushirika, walitumwaga watatu kutoka huko kwenye mikoa yao kuja Dar es Salaam. Huyo mmoja yeye aligundulika ilikuwa hivi. Alikuwa anamnywesha uji mtoto wa yule mtu anayemfanyia kazi. Ghafla yule mtoto akapwaliwa. Alivyopwaliwa yule mtoto akafa. Watu wakajua ni incident ya kawaida tu, mtoto alikuwa ananywesha uji na mfanyakazi amepwaliwa akafa. Anyways, kuna incidents kama hizo za kawaida zipo. Lakini sasa wakati huyu binti alivyofanya hicho kitendo, yule mtu alivyoona sasa mtoto amekufa, sina haja ya binti wa kazi, acha nimpeleke wapi? Akaenda kwenye nyumba ya watu wanaofanya maombi. Wakati wanafanya maombi akalipuka. Alivyolipuka akaanguka chini. Kumchukua kumpeleka kanisani, maombi alivyonoga, si ndio akasema sasa sisi ni maagenti. Na maagenti wetu ni kuua watoto. Yani hizo roho. Unaona kitu kinaitwa biashara ya roho na miili ya watu. Tunaua, tunachukua destiny zao, tunapeleka kwa wakubwa waliotutuma. It is a business. Kwa sababu wakati namuombea huyu binti, alivyoanguka na maroho kulipuka ndani yake, ndio Mungu akaniambia swala la agent, kwamba huyu yuko kwa ajili ya mission maalum na wametumwaga wako watatu. Hasa yule mtu mwenye yule binti ndio akaniambia, mtumishi, umesema kitu ambacho sikuwahi kufikiria na huyu ni mmoja wao. Ndio akanielezea sasa the same scenario, kwamba huyu kimetokea tu hichi kitu siku si nyingi, walikujaga watatu, mwenzake mmoja sasa hivi kwa sehemu fulani alifanya hilo tukio nilokuambia. Sasa huyu naye alikuwa hivyo hivyo. Huyu naye amekabidhiwa, ila huyu alikuwa haui watoto. Yeye alikuwa anachukuliwa usiku, anaenda kusababisha ajali. Nafsi yake inaenda kufanya hivyo vitu, inatumikishwa kichawi, wanatumia ule uwezo wake. Lakini ni bibi yao alimchukua huyu, akampeleka kwenye madhabahu zao za kiasili, akamfanyia ibada, akamkabidhi huko kijijini. Sasa unafikiri wanavyofanya hizi ajali, hizo hela ni kwa ajili, hizo damu ni kwa ajili ya watu gani? Ni kwa ajili ya watu wakubwa huko juu ambao wanataka influence. Wanataka hizo damu kwa ajili ya kutengeneza influence kwenye mataifa, kutengeneza influence za kibiashara, za kisiasa, au za umaarufu, kama labda ni msanii au ni mfiga fulani kwenye jamii. Kwa hiyo network ya huyu mama wa makahaba ipo mpaka kule kijijini. Jezebel, mama wa makahaba. Kwa hiyo anasema hawa wafanyabiashara wakamwombolezea, mpaka ambao walikuwa wanafanya biashara ya miili na roho za watu. Biashara nyingine ambayo ipo hapa inaingia kwenye biashara za miili na roho za watu, hasa ni kitu kinachohusiana na zinaa. Watu, they are selling their bodies without them knowing it. Unajiuza, unajikabidhi message hizo, yani mimi ni wa kwako, unajicommit, unachati na mtu. You are selling yourself off. Unajikabidhi kwa mtu. Kama huyu mtu ni memba wa ile madhabahu, au amekuwa connected kwa namna yoyote ile, anavokuja na kutana na wewe, unakuwa connected kwenye ile network. Kama kuna kitu ndani yako kinanyang'anywa, kinachukuliwa, au kinauliwa kwa ajili ya manufaa ya kumnufaisha yule mkubwa kule juu. Umeelewa vizuri? Kwa hata watu wanaojiuza, siku hizi mpaka watu wanajiuza kwenye mitandao. Network inaitwa nini, imekuwa maarufu sana. Huku kwetu haipo, lakini naisikia huko kwa wazungu. Kuna jina wanaita
kuna jina wanaita, naisikia sana watu wanasema, yani watu wamekuwa mamilionea. Hata ukipita kwenye social media unaona huyu mtu amekuwa milionea kwa sababu ya hiyo. Yani mtu tu anajionyesha pale kwenye kamera, watu wanakulipa hela nyingi. Biashara ya huyu mama. Masuala ya pornography yanaingia kwa huyu mama. Wote wanawaangalia na wanaoigiza hizo picha, wanaingia kwenye network ya hii mama. Kwa hiyo ukifanya kitu kimoja kati ya hivyo, unakuwa uko connected. Sasa ni watu wangapi ambao wanaangalia pornography, ambao ni Wakristo tulionao leo? Ni wangapi wako kwenye hii network ya mama wa makahaba? Wako kwenye network ya huyu mama wa makahaba. Kwa Yesu anachokisema, kitu cha kwanza, tokeni kwake enyi watu wangu, wala msishiriki mapigo yake. Kwa sababu watu wa Mungu wamekuwa connected huko. Wamekuwa connected huko. Kwa kitu cha kwanza unachotakiwa kukifanya ni kujidisconnect. Kudisconnect nafsi yako, kujidisconnect wewe, utoke huko kwenye hicho kifungo, utoke huko kwenye hiyo madhabahu. Ukisoma, nilishia mstari wa ngapi? Wa 11. Mstari wa 13. Mstari wa 14 unasema, na matunda yaliyotamaniwa na roho yako yamekuondokea, na vitu vyote vilivyo laini na vitu vya fahari vimekupotea, wala watu hawataviona tena kamwe. Na wafanyabiashara wa vitu hivyo waliopata mali kwake watasimama mbali kwa hofu ya maumivu yake, wakilia na kuomboleza, wakisema, ole ole mji ule mkuu, uliovikwa kitani nzuri na nguo ya rangi ya zambarau na nguo nyekundu na kupambwa kwa dhahabu na kito cha thamani na lulu, kwa kuwa katika saa moja utajiri mwingi wa namna hii umekuwa ukiwa, na kila nahodha na kila aendaye mahali popote kwa matanga na mabaharia, nao wote watendao kazi baharini, wakasimama mbali, wakalia sana walipouona moshi wa kuungua kwake, wakisema, ni mji upi ulio mfano wa mji huu mkubwa? Yani umeona, yani kila mahali, yani mpaka wa mabaharia, wa manahodha, marubani wapo kwenye network ya huyu mama, na wanamuombolezea, wanasema, jamani, yule mkuu wetu ameanguka, kwa sababu Mungu amehukumu Babeli. Mstari wa 19, wakatupa mavumbi juu ya vichwa vyao, wakalia wakitokwa na machozi na kuomboleza, wakisema, ole ole mji ule ulio mkuu, ambao ndani yake wote wenye merikebu baharini walipata mali kwa utajiri wake, kwa kuwa katika saa moja umekuwa ukiwa. Umeona? Paka watu wa baharini huko wapo. Yani hakuna mahali network haipo. Sasa mstari wa 20 unasema hivi, furahini juu yake enyi mbingu, nanyi watakatifu na mitume na manabii, kwa maana Mungu amehukumu hukumu yenu juu yake. Na malaika mmoja mwenye nguvu akainua jiwe kama jiwe kubwa la kusagia, akalitupa katika bahari, akisema, kama hivi kwa nguvu nyingi utatupwa Babeli, mji ule mkuu, wala hautaonekana tena kabisa. Wala sauti ya wapiga vinanda, naye wapiga zomari, naye wapiga filimbi, naye wapiga baragumu haitasikiwa ndani yako tena kabisa. Wala fundi awaye yoyote wa kazi yoyote hataonekana ndani yako tena kabisa. Wala sauti ya jiwe la kusagia haitasikiwa ndani yako tena kabisa. Wala nuru haitamulika ndani yako tena kabisa. Wala sauti ya bwana harusi na bibi harusi haitasikiwa ndani yako tena kabisa. Maana hawa wafanyabiashara wako walikuwa wakuu wa nchi, kwa kuwa mataifa yote walidanganywa kwa uchawi wako. Unaona, yani kila sekta ya maisha ipo, paka bwana harusi, bibi harusi, mafundi. Yani hakuna mahali hii madhabahu haipo. Hakuna, yani hakuna mtu salama, anawakala kila mahali. Kwa hiyo Mungu amehukumu. Mungu amehukumu. Na
Mungu amesema sisi watu wake tutoke ndani yake. Sawa. Kwa hiyo leo nataka nikuongoze maombi utakayoomba ya kujidisconnect. Ikiwa kwa namna yoyote ulijiunganisha na hii madhabahu, unamuomba Mungu akusamehe, unamuomba Mungu akutakase, ujitenge na hii madhabahu, kwa sababu network yake ni kubwa sana. Mimi kuna mtu mmoja nilikuwa namuombea, akasema yeye alisign in kwenye website za pornography, akaingiza particulars zake kule, akaingiza jina, mwaka wa kuzaliwa, akajiunga kwamba na join. Watu wamejijoin kwenye masuala ya betting. Tumeona biashara ya pesa iko kule. Watu yani kuna vitu kabisa unaona hivi kamari, sijui nini, wamejiingiza kule kwenye hivyo vitu, wamejiconnect. Watu wa Mungu. Watu wengine ndio hawa sasa, mahusiano, zinaa, wengine kwenda kwa waganga. Wengine, yani kuna kitu kimoja ama kingine umekifanya ukawa umejiconnect na hii madhabahu. Kwa hiyo sasa taangalia maisha yako kwa ujumla na kumwomba Mungu akudisconnect. Pengine ni kula vyakula vyao. Sasa usiangalie, sio kwamba ulialikwa kwenye sherehe fulani labda Freemason, labda sawa ulialikwa kwenye sherehe kama hiyo. Mimi kuna dada mmoja alisema kuna sherehe hiyo ulikuwa ukiingia, kwanza unaingia kwa kualikwa. Ilikuwa inafanyika mjini. Kwa kualikwa, unaingia lazima upate mtu ambaye ni member wa kule. Kuna vitu siku hizi wanaita house party. Wanafanya hata wanafunzi. Wanakutana kule, ni kunywa pombe usiku kucha na kufanya zinaa. Sasa zile wanazoziandaa ni mawakala wa hii madhabahu. Ndio vijana wanapofanya huku mjini. House party. Au kwenye hizi bar fulani, unajua kabisa hizi bar unaingia, lakini unajua hizi bar ni za kimaagano, ni ngome ya pepo wachafu, ni ngome ya uchafu. Yani unaingia kule, unakula, unakunywa vitu vya huko. Kwa unavyofanya hivyo unakuwa umejiconnect na ile madhabahu. Kwa hiyo mitego yake ipo. Huku ni mjini. Vijijini kule ni hivyo hivyo. Kwa kutumia madhabahu za kiasili, anakunasa. Unavyoshiriki vile vitu anakula, watu wanaandaa hata sherehe kule kijijini, unaenda unakula, unakunywa, hujajua yeye amefanya maagano gani. Au kushiriki kabisa vile vitu ambao vinatolewa kama sadaka kwa miungu. Unashiriki matambiko, unakuwa umeshakuwa connected. Si umeona ndio wafanya biashara wa ng'ombe wako huko na kondoo. Mtu mfugaji tu kijijini na ng'ombe wake wengi, anasema leo nachinja ng'ombe mmoja, kumbe ni wa maagano. Mnakula, mnasema tajiri ametoa ng'ombe, amesema watu wale ni sikukuu, sijui ni Christmas, sijui ni mwisho wa mwaka. Mmekuwa connected. Kwa hiyo njia ni nyingi. Kwa ni kumwambia Mungu akudisconnect, akutoe uko sawa sawa na neno lake la Ufunuo mlango wa 18 mstari wa 4. Anaposema tokeni kwangu enyi watu wake. Kwa hiyo utarudia ya maombi, nitakuongoza, utayafuatilia, nikikwambia omba utaomba. Lakini tunajua kitu kikubwa kinachotudisconnect, kinachotununua ni damu ya Yesu Kristo. Ndio inafuta maagano. Na kama kuna agano unalijua specific kwamba hili ndio limenishikilia, unalitaja kwamba nafuta agano hili, nafuta connection hii, unaifuta kwa nguvu ya damu ya Yesu. Kwa hiyo tutaanza na toba, alafu tutaenda kwenye haya maombi. Rudia ya maneno, sema: Bwana Yesu, niko mbele yako. Ninaikiri damu yako juu yangu. Ninakiri msamaha katika Kristo Yesu. Ninakiri msamaha katika msalaba. Ninaposogea mbele yako usiku wa leo, ninaomba damu yako ya thamani inisafishe kabisa. Ninatubu kwa ajili ya makosa yangu. Ninatubu kwa ajili ya dhambi zangu. Kwa namna yoyote nilivyojiconnect na kujiunganisha na madhabahu hii ya mama wa makahaba,
Babeli mkuu na wa machukizo ya nchi. Ninaomba Bwana Yesu unirehemu. Ninafuta kila agano, ninafuta kila patano nililolifanya kwa kujua ama kutokujua. Ninanyenyekea mbele zako Bwana, ninaomba unirehemu, ninaomba unirehemu, ninaomba unitakase, ninaomba unisafishe. Siku hii ya leo kwa nguvu ya damu ya Yesu Kristo, ninajitenga na kila madhabahu, ninajitenga na kila roho, ninajitenga na kila ngome ya pepo wachafu niliyojiungamanisha nayo. Nilijiunganisha kwa njia ya chakula, nilikula vitu vilivyotolewa sadaka. Ninaomba rehema, ninaomba rehema, ninaomba rehema, ninaomba unitakase. Sema nafuta maagano niliyoyafanya kwa kujua ama kutokujua. Siku ya leo nikajiunganisha na hii madhabahu, nikajiunganisha na hii madhabahu. Ninafuta kwa damu ya Yesu Kristo. Siku ya leo ninaomba unirehemu Bwana, ninaomba unirehemu Bwana, ninaomba unisafishe Bwana, ninaomba unitakase Bwana. Omba tu rehema, mwambie Bwana Yesu akurehemu. Bwana Yesu nirehemu, Bwana Yesu nisafishe, Bwana Yesu nitakase. Ziko tabia zilizoniunganisha na hii madhabahu, nilijiunganisha kwa njia zinaa. Ninaomba rehema, damu yako inisafishe, damu yako initakase. Omba tu rehema, mwambie Bwana nirehemu, Bwana nirehemu, Bwana nirehemu. Leo ninatubu, leo ninatubu. Nilienda kwa waganga, nilipelekwa. Leo ninatubu, ninaomba rehema. Nilishawishiwa, nikakubali ule ushawishi, nikajikabidhi nafsi yangu kwenye mikono ya huyu, kwenye mikono ya hii madhabahu. Ninaomba rehema, ni rehemu Bwana kwa damu yako ya thamani. Futa hatia zangu, futa hatia zangu, futa makosa yangu yote niliyokukosea. Ninatubu, ninatubu, ninatubu na kugeuka. Leo nafuta ushirika wa kila namna na madhabahu ya mama wa makahaba, Babeli mkuu. Nafuta hiyo madhabahu, nafuta huo ushirika. Ninageuka, ninakugeukia wewe. Kila nilipoabudu miungu mingine, kila nilipokuwa na tamaa ya fedha, tamaa ya mali, tamaa ya utajiri, tamaa ya umaarufu, tamaa ya vyeo, nafasi, ninaomba rehema. Damu ya Yesu Kristo inirehemu sasa, inirehemu sasa, inirehemu sasa. Sema tu, tubu, omba rehema, omba rehema, omba rehema. Lile eneo ambalo unajua umejiconnect na hii madhabahu, mwambie Bwana Yesu nisamee. Ni matambiko, ni sadaka zilizotolewa kama kwenye hiyo madhabahu ulishiriki, ukala vyakula. Sema Bwana Yesu, leo natubu, leo ninatubu. Naomba unirehemu, naomba unirehemu, naomba unirehemu, ninaomba unirehemu, nisafishe, nitakase. Sema leo natubu, leo nageuka, leo ninatubu, leo ninageuka kwa jina la Yesu. Rehemu, rehemu. Mwambie tu Bwana Yesu nirehemu, nirehemu, nisafishe, nirehemu, nisafishe, nitakase, nioshe kwa damu yako ya thamani. Nisafishe, nitakase, nioshe kwa damu yako ya thamani, kwa damu yako ya thamani, kwa damu yako ya thamani. Sema leo natubu, ninakataa kuitumikia hii madhabahu, ninakataa kuwa chini ya hii madhabahu. Neno lako limesema nitoke kwake. Leo ninatoka, leo najidisconnect, leo nafuta maagano yote ya mauti, maagano ya zinaa, maagano ya uchawi, maagano ya uganga, maagano ya miungu. Sema nafuta hayo maagano, nafuta hayo maagano, nafuta hayo maagano, nafuta kwa damu ya Yesu, nafuta kwa damu ya Yesu. Kila uhalali alionao hii madhabahu juu yangu siku ya leo, na ufuta huo uhalali, na ufuta huo uhalali, na ufuta huo uhalali kwa nguvu ya damu ya Yesu, kwa nguvu ya damu ya Yesu. Uhalali wa kila namna ninaufuta, 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 ninaufuta kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Huo uhalali ufutike, huo uhalali ufutike, ufutike katika ulimwengu wa roho, ufutike katika ulimwengu wa roho. Sema ni viapo ulivyoapa kwa kinywa chako, ukajikabidhi kwenye hizo madhabahu. Sema leo nafuta hivyo viapo, nafuta hivyo viapo, nafuta hivyo viapo. Kila mahali nilipojiconnect mwenyewe, leo najidisconnect.
leo najidisconnect, leo ninajitenga, leo ninajitenga, najitenga kwa jina la Yesu, najitenga kwa jina la Yesu, najitenga kwa nguvu ya damu ya Yesu, damu iliyoninunua, damu iliyonilipia gharama, ikaninunue sasa. Nitoke kwenye hilo rima, nitoke kwenye hicho kifungo, nitoke kwenye umiliki kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Unavyoomba fikiri, tafakari, ni wapi madhabahu imekukamata? Unaachilia damu ya Yesu, unajitenga, unavunja maagano, unafuta maagano. Futa hayo maagano, futa hivyo viapo ulivyofanya kwa kinywa chako, futa hivyo viapo kwa jina la Yesu. Ulijiuza, ulijitoa mwili wako ukajikabidhi, labda ni kwa mtu ambaye yuko kwenye hizo madhabahu. Sema leo ninafuta hilo agano, nilijiuza mwili wangu, ile biashara ya kuuza mwili na roho. Sema nilifanya, nikajiuza mwenyewe, nikajitoa mwenyewe, nikajikabidhi mwenyewe. Leo nafuta lile agano, nafuta lile patano, nafuta kwa damu ya Yesu. Mimi si mali ya mtu, mimi ni mali ya Kristo. Siku ya leo nimetambua, ninaomba rehema na kutubu na kugeuka. Mwili wangu na ukomboa, mwili wangu na utoa uko, mwili wangu na utoa uko. Roho ya zinaa niliyojikabidhi chini yake, sema najitenga, ninajitenga na hiyo madhabahu, ninajitenga na hiyo madhabahu, najitenga na hiyo madhabahu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Yes, jitenge, jitenge, jitenge. Futa maagano ya zinaa, maagano ya zinaa, mahusiano yote ulioingia na watu ambao wako kwenye hizo madhabahu. Sema leo nafuta, leo nafuta, leo nafuta, leo nafuta kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Futa kwa damu ya Yesu, 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 futa kwa damu ya Yesu. Futa vyote, futa vyote. Tamka majina, futa. Sema najitenga na huyu, najitenga na huyu. Ninatoka huku, ninatoka huku. Lenga kwenye lengo, nenda kabisa kwenye shabaha, nenda kwenye eneo husika. Sema najitenga, ni waganga, ni wachawi, ninajitenga kwa jina la Yesu. Ni tabia zozote ambazo zimekukamata, hiyo madhabahu imekushikilia, sema ninajitenga kwa jina la Yesu. Ni kila anasa, kila starehe, sema najitenga kwa jina la Yesu, najitenga kwa damu ya Yesu. Sema navua hizo roho, ninavua hizo roho kwa nguvu ya damu ya Yesu. Maagano yote leo ninayakana, leo ninayakana, leo ninayatangua kwa jina la Yesu. Mimi sio mali ya hii madhabahu, mimi sio mali ya huyu madhabahu, mimi sio mali ya huyu mama wa makahaba Babeli mkuu. Sema najitenga naye, ninajitenga naye, ninajitenga naye. Sadaka ulizotoa huko, sadaka ulizotoa huko, sema sadaka zote nilizotoa nikajiunganisha kwa njia ya sadaka, sadaka ya mwili wangu, sadaka ya vitu kutoka kwenye mwili wangu, sadaka ya vitu kutoka kwenye mwili wangu. Sema kwa jina la Yesu, leo ninajitenga, leo ninajitenga, leo ninajitenga. Sadaka kwa waganga, sadaka ulizotoa ni pesa, ni wanyama. Sema ninajitenga, ninajitenga. Nafuta hizo sadaka, ninafuta kwa sadaka ya damu ya Yesu. Hizo sadaka nazifuta, hizo sadaka nazifuta. Mungu amesema toka. Zungumza na hizo madhabahu, zungumza na hizo madhabahu. Sema natoka, ninatoka, ninatoka, ninatoka. Nakomboa nafsi yangu, nakomboa destiny yangu, na ukomboa uhai wangu, ninaukomboa ni mwili wangu. Achilia damu, achilia damu, achilia damu, damu ya Yesu Kristo kwenye hizo madhabahu. Futa ushirika, futa maagano, futa uhalali, futa kwa jina la Yesu, futa kwa jina la Yesu, futa kwa jina la Yesu. Sema ninatoka sawa sawa na neno lako Bwana. Ninatoka kwa nguvu ya jina la Yesu, kwa nguvu ya damu ya Yesu. Ninajitenga na hizi madhabahu, ninajitenga na hizi madhabahu. Naachilia damu ya Yesu, naachilia damu ya Yesu, damu iliyonikomboa, damu iliyoninunua, sawa sawa na Ufunuo 5 mstari wa 9 na wa 10. Sema damu ya Yesu Kristo, damu ya mwanakondoo wa Mungu, ninaiachilia kwenye hizo madhabahu. Achilia kwenye hizo madhabahu, achilia kwenye hizo madhabahu, achilia kwenye hizo madhabahu.
madhabahu, achilia kwenye hizo madhabahu. Hata kama umeshikiliwa na madhabahu moja zaidi ya moja, achilia hiyo damu, achilia hiyo damu, achilia hiyo damu, achilia hiyo damu. Damu ya Yesu Kristo, damu inayonena mema, damu inayokomboa, damu inayonunua, inanunua uhai wako tena, inaununua mwili wako tena, inaununua uhuru wako tena. Unanunuliwa kutoka kwa hizo madhabahu za asili, unanunuliwa kutoka kwa mizimu, unanunuliwa kutoka kwa miungu. Sema, nafuta ushirika na nyie miungu, mimi si wenu, na walipa damu ya Yesu, na walipa damu ya Yesu. Nafuta maagano, nafuta ushirika, nafuta viapo, nafuta kwa damu ya Yesu. Nilivyoingia mimi, walivyoingia wazazi wangu, wakaniuza kwenu, wakanikabidhi kwenu. Leo nafuta, leo nafuta, leo nafuta, leo nafuta. Anza kwenye asili, pita kwenye asili, pita kwenye asili. Achilia damu, achilia damu. Tamka miungu ya kwenu, familia ya kwenu. Sema, nyie miungu ya familia yetu, ninajitenga na nyie, ninajitenga na nyie. Achieni, achieni maisha yangu, achia uhai wangu, achia destiny yangu, achia future yangu, achia uhuru wangu. Achia kwa damu ya Yesu, 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 achia kwa damu ya Yesu. Sema, na walipa damu, na komboa nafsi, na walipa damu, na komboa uhai wangu, na walipa damu ya Yesu Kristo iliyoninunua, na inyunyiza kwenye hizo madhabahu. Kila agano lilofanyika, kila sadaka zilizotolewa ili mimi niwe wa kwenu, ili kunikabidhi kwenye madhabahu zenu. Sema, hizo madhabahu, hizo sadaka leo nazifuta, hizo sadaka leo nazifuta, na maagano yake nayafuta. Ninatoka kwenye hiyo madhabahu. Sema, ninatoka kwenye hiyo madhabahu, ninatoka kwenye madhabahu ya asili, ninatoka kwenye madhabahu ya asili, ninatoka kwenye madhabahu ya asili, miungu ya kiasili, madhabahu za uchawi, madhabahu za uganga. Nilipoenda, nilikopelekwa na wazazi wangu, nilipoenda mimi mwenyewe, ninatoka, ninatoka, ninatoka. Sema, kila agano liloingia kwa waganga leo nalifuta, leo nalifuta kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Nafuta maagano, nafuta zile ibada, nafuta zile sadaka nilizotoa, chale walizonichanja, damu yangu iliyochukuliwa kwenye hizo madhabahu. Sema, nafuta kwa damu ya Yesu. Ninatoka, ninatoka kwenye hizo madhabahu, ninatoka kwenye hizo madhabahu. Nakomboa uhai wangu, nakomboa uhuru wangu, ninakomboa mwili wangu. Mwili wangu sio maskani ya mapepo, mwili wangu sio maskani ya roho chafu. Kuanzia leo mwili wangu naukomboa, ninaukomboa, ninaukomboa. Nafuta hizo chale, nafuta ile damu iliyochukuliwa kuniunganisha na madhabahu ya giza, madhabahu ya giza. Leo nafuta, leo nafuta, leo nafuta, leo nafuta kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Pita tu, pita katika ulimwengu wa roho. Unavyoomba unavuta picha kwenye zile madhabahu za kiganga ulipoenda, kwenye madhabahu za asili ulipoenda. Unafuta, unafuta, unaachilia damu, unafuta, unaachilia damu ya Yesu, unaachilia damu ya Yesu, unaachilia damu ya Yesu, unaiachilia damu ya Yesu, unaiachilia damu ya Yesu. Achilia damu ya Yesu, achilia damu ya Yesu. Sema, nafuta maagano, nafuta maagano. Ile sadaka uliotoa, sema, ninaifuta, ninaifuta ile sadaka. Nafuta sadaka, sadaka ya kuku, sadaka ya mbuzi, sadaka ya ng'ombe, sadaka ya damu, sadaka ya fedha. Sema, leo nafuta, leo nafuta, leo nafuta. Nafuta hizo sadaka, nafuta hizo sadaka, nafuta hizo sadaka. Nafuta kwa jina la Yesu, 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 nafuta kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Zifutike, zifutike, zifutike hizo sadaka, hizo sadaka. Achilia damu ya Yesu ambayo ni sadaka bora, ni sadaka bora. Zile sadaka zilizotolewa za damu, na hizo zilinena. Waebrania 12 mstari wa 24 unasema, Yesu Kristo mjumbe wa agano jipya, na damu ya kunyunyizwa inayonena mema. Ile damu inayonena maagano, ile damu iliyokukabidhi kwenye hizo madhabahu. Sema, nafuta, 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 nafuta kwa damu ya Yesu, 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 kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nafuta kabisa. Futa, 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 achilia damu, futa, achilia damu, futa, achilia damu.
Hizo madhabahu zipokee damu ya Yesu, zipokee damu ya Yesu. Taja jina la ile ardhi ulipozaliwa, kwenye ile ardhi sema napeleka damu ya Yesu, ninajitenga, ninatoka katikati yao, ninatoka kwenye hizo madhabahu, ninatoka katikati yao, ninatoka kwa jina la Yesu. Minyororo ya giza inakatika, minyororo ya giza inakatika, minyororo ya giza inakatika, maagano yanafutika, hiyo damu inapita, hiyo damu inapita, hiyo damu inapita. Na iachilia damu ya Yesu juu yako sasa, na iachilia damu ya Yesu juu yako sasa. Nafuta hiyo maagano, nafuta hiyo maagano, hiyo miungu. Pokeeni damu, pokeeni damu, pokea damu, pokea fidia ya damu ya Yesu. Achia inafsi, achia inafsi. Alipojiuza, alipouzwa kwenu akakabidhiwa, hiyo damu iko kinyume na hilo agano, hiyo damu iko kinyume na hilo agano. Inafuta hilo agano, inafuta hilo agano, inafuta hilo agano. Unatoka huko uliposhikiliwa, unatoka kwa jina la Yesu, unatoka kwa jina la Yesu. Na iachilia damu, nafuta agano. Mizimu pokea, mizimu pokea, pokea hiyo damu. Hiyo mikono iliyoshikilia destiny yake iachie hayo magano, minyororo ya giza achia na nafsi yake, achia kwa jina la Yesu. Miungu ya familia achia nafsi yake, achia kwa jina la Yesu, achia kwa jina la Yesu. Achia kwa jina la Yesu, achia kwa jina la Yesu, achia kwa jina la Yesu, achia kwa jina la Yesu Kristo. Haya, twende kwenye hatua nyingine. Madhabahu ulizojiunganisha nawe mwenyewe kwa njia zina mahusiano, sema katika jina la Yesu, nafuta kabisa, nafuta kabisa ayo mahusiano yote, ayo maagano yote, ayo maagano yote, viapo nilivyofanya, nafuta kwa damu, nafuta kwa damu. Mtu yote niliyojiconnect naye kwa viapo na ukiri wa kinywa changu, ninafuta kwa jina la Yesu. Kila alichonitamkia, kila agano niloingia naye akanitamkia, na mimi nikatamka, nafuta kwa damu ya Yesu, nafuta kwa damu ya Yesu, nafuta kwa damu ya Yesu. Kila aina ya madhabahu iliyonishikilia kwa njia ya zina, damu ya Yesu Kristo na iachilia sasa. Ninajitenga, najitenga na hizo madhabahu, ninajitenga na hizo madhabahu, najitenga na hizo madhabahu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sema siku ya leo, mimi si mali yao, mimi si mali yako, mimi si mali yako. Ninajitenga na wewe, ninajitenga na wewe na madhabahu zako zote. Ninajitenga, ninajitenga, ninajitenga kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Navyoomba unapita kwenye maisha yako, unajitenga na kila mtu, unajitenga na kila incidence yoyote, sehemu yoyote ambayo zina ilifanyika, unajitenga na hizo madhabahu, unajitenga viapo vya kila namna kwa jina la Yesu. Unafuta hiyo maroho, unafuta kwa jina la Yesu. Unakataa kila tabia inayokutesa, tabia ya zinaa, tamaa, unaikataa kwa jina la Yesu. Unasema najitenga, ninautenga mwili wangu, najitakasa. Unavua kila roho, unavua kila roho kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Endelea, jitakase, jitakase, jitakase kwa damu ya Yesu. Sema ninajitenga, ninajitenga. Lile agano la kindoa nililoingia, ninalifuta, 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 ninalifuta. Nafsi yangu iliyokamatwa kwa njia ya zinaa, kwa njia ya agano la zinaa, leo nafuta, leo nafuta, leo nafuta, leo nafuta. Zinaa za kila namna, leo nafuta, leo nafuta. Sema machukizo yote, machafu yote, ninajitenga, 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 ninajitenga. Leo nimetubu, leo nimegeuka, ninaacha. Sema na wakana, najitenga na nye. Mimi sio mali yenu, amna uhalali juu ya nafsi yangu, juu ya mwili wangu kwa jina la Yesu Kristo. Sema leo na ukomboa mwili wangu kutoka kwenye himaya yenu, kutoka kwenye himaya yenu, kutoka kwenye himaya yako kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Pita, pita, pita. Futa, futa ya maagano, futa ya maagano. Jikomboe, jikomboe, jikomboe. Destiny yako, maisha yako, viapo vinavunjika, viapo vinavunjika kwa damu ya Yesu, vinavunjika kwa jina la Yesu, vinavunjika. Maneno, matamko ya kutamka na kutamkiwa yanavunjika kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Ibada zilizofanyika kwa siri bila wewe kujua, kuinasa nafsi yako, kukukamata. Ile Hesabu 25, kuna vyakula ulivyolishwa vikakuvalisha hiyo roho. Sema kwa jina la Yesu Kristo, ninaachilia damu ya Yesu kwenye tumbo langu, ninaachilia damu ya Yesu kwenye tumbo langu. Kila machafu, machukizo nilio
nilivyonyweshwa kutoka kwenye kile kikombe cha yule mama wa makahaba, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sema najitakasa, ninajitakasa, ninakunywa damu ya Yesu, ninachanganya kwenye kile kikombe, ninachanganya damu ya Yesu kwenye vile vyakula walivyonipa, ninachanganya damu ya Yesu. Damu ya Yesu inapita kwenye hilo tumbo, kwenye hilo tumbo, kwenye hilo tumbo. Sema nakunywa damu ya Yesu ipite ndani yangu. Alisema katika Yohana 6, ainywae damu yangu ana uzima ndani yake. Sema nainywa damu yake. Aulaye mwili wangu ana uzima ndani yake. Sema nainywa na kula mwili wa Kristo kwa imani katika ulimwengu wa roho. Damu ya Yesu ingie ndani yangu. Damu ya Yesu ingie kwenye hili tumbo, iondoe ya mapandikizo, iondoe hivyo vyakula vya maagano nilivyonyeshwa, vinywaji nilivyonyeshwa, vyakula nilivyolishwa vya kimaagano, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Shika hilo tumbo lako, sema naachilia damu ya Yesu kwenye hili tumbo, kwenye hili tumbo. Vyakula vilivyotengeneza maagano ya zinaa, nafuta, nafuta maagano na miungu, nafuta, nafuta, nafuta matambiko, vyakula vilivyofanyiwa ibada na manuizo, nafuta. Nilivyopewa vitu nikala, dawa kwa waganga nikala. Sema nafuta, nafuta, naondoa ndani yangu, naondoa ndani yangu, naondoa ndani yangu, kwa nguvu ya damu ya Yesu, 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 kwa nguvu ya damu ya Yesu. Achilia hiyo damu, achilia hiyo damu, achilia hiyo damu kwenye hilo tumbo, na mimi naiachilia, inapita, inayeyusha kila kilichoingia ndani ya hilo tumbo, kila kilichoingia ndani ya hilo tumbo, kila kilichoingia, kilichobeba mauti, kilichobeba maagano, nafuta na yeyusha, nafuta na yeyusha, nafuta na yeyusha kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Huo moto upite, unateketeza hivyo vifungo, hivyo vifungo, hivyo vifungo vinateketea, 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 vinateketea kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Na ichanganyisha hiyo damu kwenye hilo tumbo, na ichanganyisha hiyo damu kwenye hilo tumbo na tumbo la uzazi, na ichanganyisha damu, na ichanganyisha damu, na ichanganyisha damu, na haribu hiyo kazi ya adui, na haribu ya mapandikizo, na ya haribu yote kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Vitoke ndani yako, hivyo walivyokulisha, hilo walivyokulisha, hivyo walivyokulisha, vitoke kwa jina la Yesu. Na fungua hiyo malango, toka ndani yako, toka ndani yako. Ni moto upite, ni moto upite kwenye hilo tumbo, kwenye hilo tumbo. Naachilia moto, naachilia moto, naachilia moto kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sema nafuta maagano, nafuta maagano kwa njia ya vyakula nilivyokula vya hii madhabahu, vya hii madhabahu nilivyokula, vikaniingiza kwenye madhabahu hiyo kwa kujua ama kutokujua. Vingine ni vya mtego. Sema nafuta, nafuta, nafuta vyakula vya mtego. Sema nafuta, nafuta kwa damu ya Yesu. Omba, omba, omba. Sema nafuta, nafuta kwa damu ya Yesu. Sema nafuta kwa damu ya Yesu, nafuta kwa damu ya Yesu. Nafuta kwenye tumbo langu chochote kilichoingia, kilichobeba agano, kilichobeba mauti, kilichoniunganisha. Nafuta kwa jina la Yesu, nafuta kwa jina la Yesu, nafuta kwa jina la Yesu, nafuta kwa damu ya Yesu, nafuta kwa damu ya Yesu. Hiyo damu inapita kwenye hilo tumbo, inayeyusha mauti, agano la mauti, mauti ya kiuchumi, mauti ya kimaono, mauti ya kimaono, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Sema naomba kwa ajili ya destiny yangu, naomba kwa ajili ya future yangu, naomba kwa ajili ya baraka zangu zilizoshikiliwa kwenye hiyo madhabahu, walivyoninyang'anya, vilivyochukuliwa kwa damu ya Yesu Kristo. Ninavidai, 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 ninavidai kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sema ni uhuru wako, ni afya yako, ni mwili wako. Magonjwa, mashambulizi ya kipepo kwenye mwili wako, sema nakataa, ninaudai mwili wangu kutoka kwenye madhabahu.
Ninaudai mwili wangu kutoka kwenye madhabahu. Ninadai destiny yangu, naidai future yangu, naidai elimu yangu kutoka kwenye madhabahu, naidai kazi yangu kutoka kwenye hizo madhabahu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Sema, naachilia damu ya Yesu Kristo, nakomboa, 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 ninakomboa chochote kilichochukuliwa nilipounganishwa na ile madhabahu. Ninadai sasa, ninadai sasa, ninadai sasa, ninadai sasa. Sema, ni uchumi wangu, ni utajiri wangu, ni biashara, ninadai sasa. Ni baraka yangu, ninadai sasa. Ni akili, ufahamu, ninadai sasa. Ni maono yangu, ninadai sasa, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Sema, wewe madhabahu achia, wewe madhabahu achia. Nyile mlioninyang'anya, chochote mlichochukua kwangu, kirudi sasa, kirudi sasa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Dai, omba. Ni chochote ambacho unajua kimeuliwa na hii madhabahu, kimechukuliwa kwako. Sema, nakidai, sema nakidai, sema ninakidai, ninakidai sasa, ninakidai sasa, ninakidai sasa. Kitoke huko kiliposhikiliwa, kiliposhikiliwa. Babeli umeanguka, Babeli umeanguka. Sema, umeanguka kwenye maisha yangu, maana ni Mungu amekuhukumu, ni Mungu amekuhukumu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Chochote ulichokuwa umeshikilia, kirudi sasa, kirudi sasa. Ita hiyo future, ita hiyo destiny, ita hizo baraka zako, zirudi sasa, zirudi sasa, zirudi sasa. Chochote ulichopoteza, ni kibali umepoteza. Sema, naita sasa, kibali changu kirudi. Navua kila walichonivalisha, navua kila walichonivalisha. Maroho ya kukataliwa, maroho ya mateso, maumivu. Sema, navua. Tabia chafu ninazivua, mwenendo mchafu ninavua, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Vua hivyo vitu vyao, vua hivyo vitu vyao. Kila nira, kila nira. Sema, nira zako wewe madhabahu ya Babeli, ninavunja hizo nira, ninavunja hizo nira. Maroho yote mlionipandikizia ya kunitesa, ninajitenga. Tabia zote mlizonipandikizia za kunitesa, za kuvuruga maisha yangu, ninazivua, ninazivua, ninazivua. Sema, najitakasa kwa damu ya Yesu, 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 najitakasa kwa damu ya Yesu. Natakasa nafsi, natakasa roho yangu, natakasa nafsi yangu, natakasa roho yangu, natakasa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana Yesu, ninamwombea mtoto wako huyu, damu yako ya thamani inene mema juu yake. Ninaomba rehema zako ziachiliwe juu yake sasa, afunguliwe kutoka kwenye vifungo vyote ambavyo ile madhabahu ilikuwa imemshikilia. Awe huru kuanzia sasa, awe huru kuanzia sasa. Damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo imfungue, imfungue. Damu ya Yesu Kristo ikatie nuru kwenye fahamu zake kuanzia leo. Bwana, Roho Mtakatifu akafanye kazi ndani yake, kulegeza nira zote na kamba zote kabisa, na vikarudi kwenye maisha yake. Chochote ambacho alipoteza, maisha yake yabadilike, maisha yake yawe mapya kuanzia sasa, katika jina la Yesu Kristo. Hiyo nira imevunjika, hiyo nira imekatika, kwa jina la Yesu Kristo. Huo walali umeondoka kwa nguvu ya damu ya Yesu Kristo iliyomnunua na kumlipia fidia na kumtangazia msamaha. Ninautangaza juu yake, natangaza uhuru juu yake, natangaza uhuru juu yake kutoka kwenye madhabahu ya giza, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen.